Wakati ule mwingine niliongea kwa dakika chache nikasema nimeona 70% of the burials in our nation ni mazishi ambayo imeandikwa in the book of Jeremiah. Mazishi ya punda. Watu mpaka wacha Mungu wanazikwa mahali hakuna uwepo wa Mungu. Hiyo nitawasomea, utawekewa kwa screen. Jeremiah anasema hivyo. Anasema mtu huyu ambaye Mungu hakumpenda azikwe mazishi ya punda. Mazishi ya punda inaingilia wapi? Mazishi ya punda inaingilia wakati watu wanaongea mambo ambayo haifai in our burial ceremonies. People that are not sensitive to the heart ya watu wale ambao wamekufiwa. Saa hii tuko na the husband to bed bio. Tuko na the father of children. These people are mourning. We have Danny. Hawa washirika wawili wangu hao. Hawawezi hajawahi ingia kanisa Danny na msichana Sky wakakosa kuja kutusalimia ama kufuatilia Reverend Ann mke wangu. They are hurting. This is not a celebration. This is a mourning ceremony. Kwa hivyo wale ambao Bible inasema alizikwa mazishi ya punda ni kwa sababu alizikwa nje ya Jerusalem, hakuna uwepo wa Mungu. Watu wameongea, uwepo wa Mungu umeondoka. I have seen it in our nation. Watu 70% wakizikwa mazishi ya punda. Maneno ambayo inayosemwa, unakuta watu wananyang'anyana microphone. Unakuta mwingine anapiga duru kwa mahali ambapo hapastahili. Kuna mazishi ya aina mbili. Mazishi ya maziko ya punda na mazishi ya heshima. And today we are going to give our daughter and this minister together with us mazishi ambayo ni ya heshima. A burial of dignity. Praise the name of the Lord. Kwa sababu huyu ameishi kwa heshima. Mimi nimekaa na huyu msichana. Sijawahi sikia amelopokwa maneno. Ameongea maneno ambayo haifai. A very humble servant of God. Kwa hivyo mimi ninawauliza pamoja na mafundisho yangu ya dakika ile 10 ya kwamba tusikubali kuongea vitu ambazo hazifai. Psalms 45 Jeremiah 22 and verses 19. You can write it down. Inasema atazikwa maziko ya punda, akibululwa na kutupwa nje ya malango ya Yerusalemu. Kwa hivyo kuna watu ambao wanazikwa mazishi ya punda kwa sababu ya watu kurudishiana maneno mpaka uwepo wa Mungu kaondoka. His Excellency, I was here tonight. Kwa sababu ya matayarisho hii yote. When we went home, we took some time to pray. And we were asking God ya kwamba give us uwezo mwingi katika tenti hili. Kwa sababu ya msichana huyu alitumia ulimi wake kuiba nyimbo za kukuinua. Asizikwe mazishi ya punda, azikwe mazishi ya heshima. And when I see the leaders of our nation wameketi hapa, najua mazishi ni ya heshima. Hallelujah. When I see all the bishops, pastors, reverends and prophets wamejaa pale, mazishi ni ya heshima. Neno la Bwana inasema in the book of Psalms 45, inasema nini katika ule mstari wake wa pili? Unasema moyo wangu wafurika kwa maneno jema. Mimi nasema nilivyomfanyia amfanyizia mfalme. Ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi stadi.
Today, brethren, I want you to listen very carefully. That the Bible says that my tongue is a pen of a steady writer. My tongue. Kila mtu hapa ako na ulimi. In life it is only one man. From the time nilizaliwa, niliona akiongea na ulimi ukiwa mdogo unaonekana huko ndani kama wa mamba. Wengine wote mko hapa mko na ulimi. And the Bible says that your tongue is a pen of a ready writer. Ulimi wako ni kalamu ya mwandishi stadi. Anything you say inaandikwa in the spiritual realm. If you say that our nation is blessed, it is written in the spiritual realm. If you say that your family is blessed, it is that you are writing it down in the spiritual realm. That is exactly what will happen. If today you condemn people, na ulimi wako umeutumia vibaya, na nimeona watu wameharibu jamii zao, wametumia ulimi vibaya. Nimeona watu wameharibu karia zao, wameharibu ulimi wao vibaya, wametumia vibaya sorry. Pasipo kujua kile unaongea saa hii, 10 years to come, itakuwa imekuzalia matunda. Na hiyo matunda utaenjoy. If the fruit will not be painful, utaienjoy vizuri. Kila mtu ambaye uko hapa, you have a pen. You have it in your mouth. Ni nini hii unataka kuandika? Nikihubiri hivi unanipea tu ka wimbo kandogo kale dakika moja tu kale kabeti bayo anasema ya kwamba maneno ya ulimi wangu. Alielewa. Aliketi katika mafundisho hapa nikifundisha. Alielewa. Maneno ya kinywa changu itawaliwe na Bwana. Ni vizuri ukiongea leo utatuambia. Hata miaka inakuja, ulimi wako uwe unatawaliwa na shetani ama unatawaliwa na Mungu. Kupitia kwa wimbo huo. Ulimi wako adwake abu loremero wanyure nuru tawaraga ne waingae kana ne gai ne shaitanie kana ne gai. Wengine wamefungua ulimi wao pasipo kujua maneno haijatawaliwa na Mungu, wamelaani watoto wao. Saa hii tunasema watoto wetu wanazunguka kama Kaini, na ni ulimi wa mzazi. Saa hii tunasema mtoto wangu amekuwa na delayed milestone, delayed I don't know speech, I don't know what, na ni ulimi wa mzazi. Niondolee keyboard tafadhali. Gwenda kuigua makiriti uguo makiriti. Brethren, who controls your tongue? Niliona msichana alisema tu, mami na baba, kwa nini hapa huwa hatupigwi picha mtu akikufa inaweza ikaekelewa kwa jeneza? Akaambiwa wewe wacha hiyo mambo. Unaongea aje? Hiyo maneno ameitoa haikuwa mazuri mpaka kwa wazazi. 1 month later nilienda kuzika huyo msichana. Alipata accident akafa. Hiyo picha alikuwa nauliza ikapatikana ikawekewa kwa jeneza. Kila utaongea ndio utakula. Ndio itakufuata. The Bible says the power of life and death is upon your tongue. That is the scripture. Nguvu za mauti na uhai ziko kwa ulimi wako. And many of us here, you have killed even your destiny. You have killed everything. Kwa maneno. Please, as I wind up, be sensitive to the words of your mouth. I repeat again, before you speak, before you open your mouth to talk, weigh your words. Are they being directed by the enemy, the devil, or by our creator, the creator of heaven and earth?
maneno ya kinywa, even in our nation. Because I know people are following us, not only in our nation. Because Betty Bayo hakuwa tu wa taifa letu, alikuwa dunia mzima. Mnasikia Kenya mzima kumetanda nini? Hofu. Na wakati kama huu ni hofu. Wote ambao mnaonisikia, His Excellency, nilisikia kwa sababu nilikuwa tu huku nikihubiri, one of our governor ambaye alianguka na gari akafa, rafiki wake wa karibu alisema hapana. Governor alikuwa ameniambia hii gari ni mzee, na hii gari siku moja itaniua. It is the same vehicle ambayo ilimuua kwa accident. Take care of your tongue. Uko na watoto wadogo, take care of your tongue. Usiwe Nuhu. Tika kutuikata Nuhu ambaye aliangalia mtoto wake, ambaye yeye akaambiwa ulikuja ukiwa umelewa uko ushi. Mtoto ameona nini? Ameona stakabadhi zako, ameona uchi wako, na yeye akasema nini? Yule mpaka utazaa wewe Hamu, mpaka Canaan, will be a slave of slaves. Umelaani mtoto wako. Si yeye alikupikia pombe, hakuwa kwa mama pima, ni wewe ulijipeleka. Si mtoto alikutoa nguo, lakini umetumia ulimi, umelaani mtoto, amekuwa kwa shida. Take care, please. Pande hii niangalieni vizuri, take care of your tongue. Pande hii yote, take care of your tongue. Hallelujah. Take care of your tongue. Nimesema sitaongea kwa sababu nina time mwingine, lakini tungetaka mapema tu tumpumzishe dada wetu. Hallelujah.